P-Boy amefika Canada. Nishakwambia hivi chance. Tuheshimiane kwa. P-Boy amefika Canada. Nakata kwanza, piga pause. Piga pause. Kipindi kinaisha. Tuambie watazamaji neno la mwisho. Hapa TV leo ni siku nyingine tena ambayo ni tofauti sana mbele ya screen ya kamera zetu. Yupo mrembo Rizlove, lakini pia yupo na mdada ambaye kwa mara kwanza kabisa atakuwa anaonekana mbele ya screen ya kamera zetu. Nafikiri kwa mara kwanza pia atajitambulisha kwa majina, lakini pia tutakwenda kuzungumzia shughuli ambayo kidogo inakuwa na tusu. Hii ni shughuli ya madala bana. Kama unavyoona kadi zinang'aa, zina shine. Bana, mambo vipi? Poa. Show. Fresh. Nguvu ipo. Unafurahia kadi au ulikutaniwa na furaha toka asubuhi? Niliamka na furaha. Aha. Uliamka na furaha labda kwa taarifa gani ambayo labda inaweza ikawa ni muhimu? Hamna taarifa yoyote. Kuna siku inatokeaga mtu unaamkaga una furaha, siku nyingine unaamka uko ovyo. Aha. Kwa usingekuwa na furaha leo tusingekuona unacheka. Jamani ningecheka sema kwa muda. Aha. Sawa, huyu hapa ambaye yupo karibu yako ni nani kwanza kwa upande wako, kwanza kwa kumtambulisha kibinafsi? Mpaka nimtambulishe mimi labda. Angalau kabla hatujamuuliza kwako wewe labda mahusiano yako na kwake yapo vipi? Rafiki yangu. Ni rafiki yako. Anaitwa nani? Sifa. Sifa ndo jina lako dada au? Ndio. Sifa nani? Sifa Sumbuni. Ndo jina la brand au labda ni jina ambalo ni la kifamilia? Jina langu la kuzaliwa ndio hilo. Unaga brand majina haya? Kwa nini sasa? Mambo ya utoto. Unakubali? Ndio maoni yake. Au tunampinga kwanza alafu tuendelee na shughuli? Hapana, hamna mambo ya kupingana hapo. Kubaliane na hilo. Sawa, tumekuja hapa kwa shughuli moja ambayo inatuhusu, ambayo ni ya kugawa kadi. Nafikiri unamuona dada yetu hapa tofauti, kwanza anakuwa rafiki yako. Mimi amenileta hapa kuhusiana na masuala ya makadi. Tunazungumzia vipi kwanza shughuli yetu ambayo kidogo na kadi moja mkononi? Naona hii shughuli itakuwa pambe. Upambe wake labda unahisi kwamba utatokana na nini? So kwa hizi dola jamani, hatari. Kwa amewekea madola kwenye kadi. Nakwambia. Kuwavuta au? Nahisi. Au labda mtu ambaye atakuwa ametengeneza hizi kadi amefanya kwa kuwalenga wanawake wale mapiskari? Hapana. Hii imewekwa tu. Unaogesha. Sawa, natamani tuzungumzie sherehe yetu hapa na mhusika ndo ambaye upo naye karibu ambaye ni rafiki yako. Mimi sitamani sana wewe uzungumzie ili kwa kuwa wewe kidogo ni kama mwalikwa hivi. Dada, shughuli yetu inaendeka kivipi? Inafanyika tarehe ngapi za mwezi wa ngapi? Itahusisha wakina nani? Sherehe yetu inaenda mwezi wa 5 tarehe 25. Yaani itakuwa ni shughuli kubwa. Kwanza tukiangalia kadi zenyewe zinaongea. Naona kama ni mara ya kwanza kuona tumechapishwa, sijui zilitoka Marekani. Maana naona ni dala hizi. Itakuwa ni sherehe kubwa. Mwezi wa 5 ndio hivyo, tarehe 25 mwezi wa 5. Nafikiri ndio hivyo. Sawa. Tunamwambia nini kwanza Rizlove labda kwa kumshawishi ili kutokea kwenye sherehe? Naweza nikamwambia Rizlove waje na wengine wanaotuangalia waje kwa wingi. Wafike kwa sababu shughuli itakuwa kubwa. So kwamba umeweka 10,500 utatoka kule unanuna, hapana. Labda utakula zaidi na zaidi ya 15,000. Kwanza tulitakiwa tuiweke bure, sema tu ndio hivyo, tukaona fujo zitakuwa nyingi. Tukaona tuweke kidogo angalau. Sawa, kwa inaanzia kwa 15,000 au labda kuna price ya juu tofauti na 15,000 ya juu na ya chini? Kuna 15,000 ndio mwanzo kabisa wa chini. Kuna 25,000, 50,000 mpaka 100,000. Kwa nini tumeona tumsogeze Rizlove kwenye shughuli yetu? Kwa sababu katika mapiskali wa kambini yumo na tukimwangalia ni mwanamke wa kutoka naye. Tukaona tumletee kadi kwa sababu anajielewa. Kadi ambayo tumempa kwa upande wake labda ni ya mtu mmoja au watu wawili? Ni yeye peke yake. Kwa nini sasa? Au labda kwa nini umeamua kuchukua kadi ya wewe binafsi? Kwa sababu sina mwenza wangu. Kwa hiyo tunaweza tukakutafutia angalau mtu ambaye unaweza kutoka naye siku hiyo? Hapana. Kwa nini? Nimeridhika tu kutoka peke yangu. Wewe ni mchoyo. Hapana. Sawa, tuambie basi watazamaji kitu chochote kuhusiana na sherehe ambayo umealikwa kwa kuwashawishi watu ambao waga wanakukubali, wanaotufuatilia. Wenda tu labda niwaambie wakaribia kwenye sherehe yetu, maana naona Monaco itakuwa sherehe ya kibabe sana. Ni sherehe ya kujielewa. Kujielewa. Kipi ambacho labda pengine kwa upande wako kinakuwa kama kinakushawishi hivi au kukuvuta kwenye sherehe hii? Labda icheke dola. Chezea dola wewe. Kwa pale wanagawa dola. Jamani, soko hii kadi make sijawahi kuona, ndo mara ya kwanza. Sawa bana, nafikiri hatutakuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza. Dada, una lolote labda la kuambia watazamaji au? Ningeomba watazamaji wahudhuriaji waje wakaribia kwenye sherehe yetu, maana itakuwa ya kibabe na wasikose kufika wakashuhudia matukio. Hivyo tu. Lakini pia private kwa mtu ambaye labda atatamani kupata kadi unamuelekeza vipi ili akupate?
Mimi namba yangu ya simu ni 076 28 54 107. Hiyo ndio namba yangu. Kwetu ni H ya 3 2 kwa 14. Hizo namba ni za WhatsApp au ni za simu kawaida? Tusiwape za WhatsApp. Pengine kuna watu watakutafuta kwa kukutongoza. Hiyo ndio WhatsApp na ndio line yangu mama. P-Boy amefika Canada. Nishakwambia hivi chance. Tuheshimiane kwa. P-Boy amefika Canada. Nakata kwanza, piga pause. Piga pause. Kipindi kinaisha. Tuambie watazamaji neno la mwisho. Nawapenda tu wakaribia kwenye sherehe yetu basi. Bana hapa ni Gapa TV. Nafikiri unasikia kitu ambacho amekiongea Rizlove, lakini pia unasikia kitu ambacho amekiongea mdada wetu ambaye yupo mbele ya screen ya kamera. Sherehe ni kubwa, sherehe ni pana sana. So sisi hatuna mengi ya kuzungumza kama Gapa TV. Bye bye.